Haya, umhali gani mpenzi mfuatiliaji wa channel yako pendwa Yusuf Goma, na kama bado huja subscribe basi tafadhali subscribe kisha share ujumbe huu. Katika habari ambayo imekuwa ikiwa trending sana katika vyombo vya habari katika media tofauti ni kuhusiana na Oktoba 29, yani tukimaanisha kwamba uchaguzi mkuu ambao utafanyikana tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka huu 2025, ambapo baadhi ya raia wameonyesha kuwa na hasira kwamba hasira zao zitawapelekea kuandamana. Na ukizingatia Watanzania baadhi yao ambao wako nje wamekuwa waki-influence sana jambo hilo la watu kuandamana hiyo Oktoba 29 kwamba watetee haki. Lakini sasa ukiangalia kiuhalisia, wewe ambaye utakuwa unaenda kuandamana kwa sababu sijui fulani kafanyiwa hivi, fulani kafanyiwa sio sawa, ni kwamba baada ya kuandamana ukaenda ukapata madhara, ukavunjwa labda ni kiuno, hao watu ambao wako nje ambao walikuwa wakikufanyia hamasa na kuhamasisha kuhusu kuandamana, je, watakusaidia? Jibu ni kwamba hapana, lakini itakuwa umejitafutia matatizo na kupoteza gharama za kukutibu, kuingia ukilema na hata mwisho wa siku kupoteza maisha. Angalia kama hiki kipicha kwamba huyu yuwasema eti Oktoba 30 makaburi yatakuwa namna hiyo, akiwa ameashiria bendera za Chadema. Sasa ni uchochezi ambao unakuwa unaleta uchochezi tu wa watu kutafutia watu matatizo, madhara, na taarifa mbalimbali zinakuja kwamba sijui kuna nyumba ya polisi imechomwa moto Songwe na watu wasiojulikana. Sasa huku kote ni kiuka taratibu za kinchi, kwa sababu tukizingatia Dr. Samia Suluhu Hassan, yeye katika moja ya kampeni amesema atahakiki na kutahakikiwa ya kwamba maandamano yatakayokuwepo ni maandamano ya watu kutoka kwenda kupiga kura, lakini si maandamano ya kuleta vurugu na kusababisha mambo mengine ambayo yatakuwa yanavunja utu na kusababisha watu matatizo na hata kupoteza maisha. Hivyo ndugu wa Tanzania, tuepuke hizi vishawishi vya watu wa nje, vishawishi vya ajabu ajabu, uchonganishi wa ajabu ajabu. Wewe kwa sababu Mungu anakupa riziki, anakufanyia wepesi kwenye mambo yako, pesa ya kulisha anaona yapata, mambo mengine yaache yapite. Usiwe shabiki, usiwe mwenye kuhimizwa na kupandishwa hasira na watu ambao wako nje, ambapo ukipata madhara hawatakujua, watakucheka, watarudi kukucheka ujinga. Sasa tuzingatie sana haya mambo ya kubabaishwa na kuhamasishwa katika mambo ambayo serikali yenyewe inakuwa iko dhidi nayo. Ni jambo ambalo litapelekea watu matatizo makubwa, kupata ukilema, kupoteza gharama na mwisho wa siku hata kupelekea kifo. Kwa kikubwa ni kila Mtanzania kumuomba Mwenyezi Mungu ya kwamba jambo hili lipite salama na sio mambo ya kupandishana hasira na kufanya vitu ambavyo havieleweki. Mpaka TCRA wenyewe wanatuma jumbe mara kwa mara ya kwamba katika maudhui za mtandaoni huko usio natoa majibu na kuchangia mambo ya hovyo na ya ajabu kama ambavyo mnakuwa mnapata message mara kwa mara TCRA, lakini pia TAKUKURU, watu kuepuka rushwa na mambo ambayo hayafai pia.